Yeah. So, ladies and gentlemen, welcome to Dem Days podcast. Aye! And of course, I'm your guy, Randy _Muziki, aka Papa Odhile mwenyewe. Yes. Mtemi mistari, aka mistari za Mtemi. Alafu Mtemi sasa. Last time nakumbuka tuliongelea story ya fashion. Ikakuwa hatutaiongelea hiyo siku. Leo nataka tuongelee hiyo story ya nini? Story ya fashionista. Fashion. Yani by the way, Randy nikuulize, wewe unafikiria kina nani wanatambua mambo ya fashion kati ya watu wa Saima Gen Z na Dem Days kitambo? Bro, acha nikwambie, unaona saa hii na fashion zenye watu wanadunga saa hii. Unajua zilivaliwa Dem Days. Dem Days. Ukiangalia maviatu, ukiangalia nguo, ukiangalia hadi vitu zenye watu wanafunga hadi ma style za nywele. By the way, tuanze. Randy, usitudanganye bana. Unataka kuniambia Dem Days kulikuwaga na ma Air Force? Bro, Dem Days watu walikuwa wanavaa ma Nike. Bro, sneakers si vitu za saa hii. Ayo wewe. Wala ni vile tu sasa imeenda ki confuse rubbers na sneakers. Zi. Kai. Acha nikwambie kitu moja. Unaona Air Force si kitu ya saa hii. Ni vitu zilikam back in the 90s. Kwa nini nadhani hao walikuwa wachezaji bake? Si walikuwa wanacheza na rubbers. Gumboot. Zi. Bro, wasi walikuwa na drip mbaya. Like nilikuwa naangalia mapicha za mzae, ule msee alikuwa anapiga look bro. Yaani zinani inspire kupiga look kama hizo. Wewe piga hesabu msee amekupigia moccasin. Kuna hizi viatu zinaitwa moccasin. Why you moccasin? Moccasin ni nini? Moccasin ni viatu za leather zinataka kukaa loafers. So walikama kazi advance to loafers. Una get? But ni viatu zingine ukipiga msee, alafu alikuwa anaipiga buda na kabel bottom. Bell bottom mimi nimevaa nikiwa high school. Nimevaa bell bottom. Si bell bottom ni ile ilikuwa inakuja kihuwa. Inakaa hivi. Ukipita tu kando ya hoteli hivi unasikia asante sana bana, jiko imewaka. Alafu material ni ya Colombo. Wewe hakuna kitu. High school ulikuwa umepiga Colombo. Bana wasi wenye wajavaa Colombo bana, nyinyi amjui fashion man. Christopher Colombo. Yani hawa hizi longi zilikuwa zinaitwa Savco. Savco si kampuni ya changarawe. Ni jeans zingine zilikuanga ngumu. Huwezi fua na mkono, lazima ufue na brush. Alafu zilikuwa zinaisha. Hiyo ukibai wa leo utakula nao Christmas ngapi? 4. Kama bado ni mpya. 8. Ni design ya hizi sasa zikakuja zika advance zikaanza kupewa malebo za 50 cent. Cash money. Sijui nini. Wow, 50 cents alinitesa na zile vest zake fulani. Zimeandikwa 50 cents. Mimi kuna wakati nilikuwa na do, unajua pesa ngapi? Nilikuwa na so 4. Nikaenda nikajiambia hata kama hii t-shirt inatoka punch nitaibai. Na ujue time tulikuwa na buying t-shirt 30 bob 50. Nikasema hata kama ni punch na buy t-shirt. Nikaenda kwa duka nikaona t-shirt 50 cents na magani hivi nini. Pesa ngapi hiyo? Nikaambiwa 1200. Nikarudi home. Ati sasa nimejitolea leo nataka kubuy t-shirt the most expensive. Nikaambiwa nani bado ufiki bei. Mimi nakwambia tukianza kucompare tima venye saa hii generation ya saa hii majenzi wanadunga na ile time. Man. Jenzi mimi niliwaambia. Wase wana copy juu. Si back then wase walikuwa wanadunga vitu bagi. Siku hizi watu wanavaa nini? Jenzi siku hizi wadungi wanaingia ndani ya. Wanaingia. Unaget? Juu ile time unapata rapa msee, alafu ilikuwa mabudo wanadunga kama rapa. Unaget? Nile design ya nimecheki video msee amepiga nini timba. Amevaa longi bagi imefunika hiyo kiatu. Sasa hiyo ni shida ndio wako nazo. Mtu nguo ameipenda lakini mwili ni ndogo. Anaingia ndani. Sema hiyo ndio fashion. Sasa ndio wase wakakuja ka advance wakaanza kufinya malongi sijui mapipe manini. Mambo mengi. Unaona? Ama watu walijaa ndani ya nguo. I think ni mtu anajaa. Kukula GMO. GMO zilikuwa hiyo time. Kuna watu walikuwa wanajua kuvaa. Bro, GMO zilikuwa. Watu wanaitwa Wakongo. Unaona Wakongo wale wa bouger. Kupe wale hapa. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Le General Difao. Jamaa fashion ilikuwa gani bana? Jamani anakudungia shati, unana ishati. Umeona kitu nimefanya hapo? Anyway, sasa hebu tuangalie fashion ya maboy na madem. Gani ilikuwa ina mada? Bro, madem naweza sema madem wa kitambo walikuwa wanajua kuvaa.
Kwani jua alikuwa anavaa vitu zimefunika mwili yote ama? Mademu wa kitambo walikuwa wanajua kuvaa. Dem anakuvalia nguo, design yani in case tu happen kufungua hiyo nguo uta appreciate. Sahi bana, unajua the more unaona kitu the more inakubo. Bana dem alikuwa kitu anakuachia ni kisigino peke yake. Paka unaambianga tu dem kuna kisigino poa. Cause that's what you can see. Lakini acha nikwambie. Bado mama alikuwa mamangu amenipigia hizi ma story. Bro, kulikuwa na mini skirt. Kulikuwa na mini dress. Unaget, lakini sasa walikuwa nazivana palms. Like unaona ile design ya awange wacha ati tumbo nini, but unaona ka mini skirt. Ka mini dress hivi. Mini skirt. Hapana. Walai. Hapana bwana. Kwani si watu walikuwa wanaenda club hiyo time? Sasa mtu anaenda klabu anatingika ndani ya unaona tu sura tu ndio ina smile tu. Mimi nakwambia tumepiga hizi story na mother ilikuwa ile design ya anasema ka mini skirt akipita hivi mzae wangu tu anasema Randy mini skirt imekuja hapa juzi 2006 ndio mini skirt zimekuja. Sasa acha nikuambie sasa. Wewe una confuse mtu mrefu na skirt ndogo. Hiyo si mini skirt bana. Bro, sasa sijui nitafute mapicha hapa hivi. Hakuna. Hiyo ni mwaka gani tunaongelea? 90s gani? 90s watu. 80s. Unaona wakorino? Unaona wakorino wangu mrefu? Hao ndio wale wamebakisha tu hizo vako za 90s. Lakini hao mama wakorino na hizo nguo wanakuwa wamebeba. Mimi kuna vitu mbili sijaiona about hao mama wakorino. Sijaiona mwenyewe ni muagli na sijaona mwenye ako na mimba. Lakini naonanga watu hii. Lakini wakishatoa hivi unaona sikudema natoa ako kakitambaa hivi. Wanatoanga? Mimi niko sinakwambia hawafai kutoa. Ukitoa una chizi. Wacha hizo ni myths and misconceptions. Hakuna hizo ni conceptions and myths Okay. Si ni myths and misconceptions. But kitu hiko ni dema ametoa hiyo kitu. Huharibika vibaya sana. Lakini wanakuwa ana chizi. Siku chizi. Kwani kuharibika ni nini? Sherehe, mambo. Si wanapigaga sherehe. Ushaenda klabu na demo korino. Nakwambia zimeshika hapo tu. By the Dema ko tu. Wala ina kugugulia uone. Hakuna vitu za 1960s usiniwekea movies. Si movie wala. Mapicha zilichukuliwa Kenya mwenye amevaa mini skirt 1960s. Mapicha zilichukuliwa jo in the 90s za mini dress. Nionyeshe ni. Unajua about kitambo ni mtu alikuwa ananunuliwa kama ni dress unabaiwa dress mrefu and then una grow unaanza kuwa mrefu kuiliko. Unaona? Hiyo si mini dress. Unajua mini skirt ama mini dress nilo unaenda kwa duka unaangalia unaona hii haijapita mapaja ndio unabai. Lakini kitambo ni wewe ulikuwa una grow ndani ya nguo. Bana I was there. Sawa. I've seen it all. Lakini umeona kitu umesema ulikuwa unabaiwa nguo ugrow nayo. Unaget? So mamako amepiga hesabu in the next 5 years ingo itamfit. But akikubaia ni bigi. Unaget? Akikubaia ni bigi. Unaget? So time amekubaia wala na Google time amekubaia unaget? Wala sio hizi mamini. Hizo ni picha za wazungu bana. Wazungu unajua 1960s yetu ni 2003 ya wazungu. So uwezi ukatufananisha na wao. Hata kuonyesha tu Mkenya uniambie huyu ni Mkenya anaitwa Awiti na amevaa nini? Amevaa mini sasa hata kama longi ndio hii. Hata umesema mokorino ndio hii. Ndio hii. Mokorino. Ndio hiyo. Kama ni skirt. Hapana. 80s and 90s. Hata unaona hii nguo. Watu walikuwa gani miguu. Singekuwa. Wala. Sinakwambia. Mimi nakwambia walikuwa wanapiga. Mimi madha alikuwa ananiambia hizo story like haikuwa nini but ni ile unaona watu walikuwa wametoka ile inzi ya kuvaa ma traditional. So wazungu si washakam. So watu wameanza ku advance. Bro unasikia watu walikuwa wanapiga sherehe but sasa unajua za siku hizi ni ukiingia klabu dema kishapiga katoto kidogo ainame. Sasa ni kukuzungushia tu matako. But ile time hata dance na hiyo skirt ilikuwa ya heshima. Kuna jamaa fulani ananiambia, najua mademo ungekuaga wazuri badala kuzungushanga matako. Ungekuwa unazungusha kichwa. At least wanaonyesha mali brains ziko kuliko mali ziko. Wewe turudi tu kwa fashion. Si unajua ma feminist watatu attack. Mimi hawezi ni attack.
Mimi sitaki comment section ijaje. Anyway, back to fashion. Madam, vaeni vile mnataka. Kuna mtu alisema you dress to impress. Mwingine alisema you dress to undress later. Okay. So vaa nguo vile ni rahisi, ukitaka kutoa utahangaika. Sasa kwa hizi sao you are addressed the way you are dressed. Yeah, si ndio wewe mtu. So akivaka mini skirt unampe maneno mini. Anyway, back to fashion. So back then walikuwa nadunga but fashion ilikuwa imeweza design. Unaona hizi floral, siku hizi madem kuna hizi dresses zimekam za maua. Zinapatikana na huko Meru. Zilikuwa back then. Kienda hivyo. Wasi walikuwa wanapiga luku. Yaani kupata hiyo luku ilikuwa si rahisi. Lazima uangalie. Lakini ukiwahi mtu amepiga kiafro, mamiwani zile za round. Unasema mtu amepiga afro hizi chapa. Cheki randi. Unaona mtu mwenye amevaa uchi. Huwezi muambia kuja tu discuss biashara. Because unaona huyu tu utajikuta tu mna discuss ngono. Lakini mtu amepiga tu vizuri, amevaa vizuri, mpaka unaweza mwambia tukutane kwa ofisi tuongee. Unaona? Hapo hiyo ndio dress to undress it. You are dressed the way we are dressed the way you are dressed the way you are dressed. Yes. By the way, literally dressing ya msee first impact ile impulse ya kwanza ina hit. Msee anakuja amevaa marasta kala, amevaa mavitu mabling nini alafu naambia nishikie simu nakuja. Hata apart from me utaanza wall and rasta. Anyway, so ujaiona umepita mahali ukaitwa juko na dread mtu amekuita mras. By the way, unajua kitu fanya watu wanajam sana. Mimi nimeitwa ras mara mingi sana. Nimeona wase wengi wana dread huwa wanajama kitu ras. But unajua kuna wase wengi. Na unatutoe rasta basi. Wewe kwenda huko. Si anajua hiyo. Kasirika ukitwa ras. Hiyo si rasta. Yeye kwake anajua ni dread. Hiyo ni impersonation basi. Ni kama hawa unajua ovlet wase wengi wakiweka dread wanaweka juu ya fashion. Mtu aiweke, unajua mimi usema hii fashion ya rasta ile literally ya ina ikwangi tu mtu juu ya hizo woria. Wachana hizo. We turudi kwa fashion. Like unaona mrasta yake dread juu ya fashion. Ni culture. Una get? Yana eka juu ya culture na kuna na religion. Na religion. Una get ile belief msi yako nayo. But kuna huyu mwenye anaeka ndiye atobeka masikio aike tu nini hapa. Ya wakunywe. Umeume lips. Ya wakunywe. Unajua rasta unaweza tumia kama straw kuwakunywa. Ala unajua anyway, unaona so alafu umze ukimuita mrasa na jam. So mbona isunyo hizo anyway. Randi kwa fashion kuna hizi vitu zilikuwa zinaitangwa sandak. Sandak ilikuwa ni kiatu ukivaa asubuhi inakutoshea. Wacha kasiku kasonge jua iwake kidogo. Kiatu imekuwa bigi. Kajua kama ichapa. Ilikuwa na ile blada. Si ilikuwa ya blada basi. Ya blada. Inajivuruta basi. Alafu sele umesweat. Mguu imejaa maji. Natembea unasikia So but fashion sasa wasi wengi wanakopi. Ukiangalia history ya kutumia hizi zinaitwa ngaje mabandana. Unakumbuka mimi nilijifunga bandana by the way. Unajua nani alininspire? Tupac Shakur. Tupac Shakur. Ya. Bandana. Alafu kuna vile ukifunga bandana walking style ina change automatically. Yes, unapata tuko tu. Nasiwe ukitoa normal. Ukivaa but literally fashion kuna kitu ina inspire. Hebu angalia sasa ikao umevaa suti bro. Huwezi tembea kimandazi. Kuna dika posture unachukua. Na hakuna huwezi vaa by the way vile umesema kimandazi. Huwezi vaa suti na uende ukikula mandazi kwa barabara. Historia ya chapo ilikuwa itoke tu hapo. Tuzoe tunaanza story. Anyway venye umevaa. Turudi kwa fashion. Haya angalia suti venye wasa walikuwa wanavaa. Suti fulani bagi. Coat of arms. Mimi kwanza mimi mara ya kwanza kuona mtu amevaa suti akivuta sigara nilishtuka hizi moshi kwa suti. Haya hapana. Wewe uone siku hizi ukivaa suti mtu anakuita pastor unashindwa bro kwani ni mshamba aje. Una get? Suti mtu akaniambia bado tu jeneza. Uliua luku. Unacheki so ukiangalia haya kuvaa vitu bagi ilikuwa back then crop top. Them days ilikuwa inaitwa tumbo cut. Unashindwa mtu anavaa crops na si mkulima.
Unashindwa ni Unaona, nini sasa? sisi wanaita crop top. Sisi ilikuwa tumbo cut. By the way. Una get? Ama ile mgongo inaitwa mgongo wazi. Yes, samaki. Mimi nakumbuka mgongo wazi nilijua kwa dem fulani. Alikuwa sizi ya best yangu. Alikuwa aitwa Brenda. Fasi. Brenda alikuwa ni sizi. Yeye ndiye alikuwa mbigi kwa hiyo keja. Alikuwa sizi akina Junior, kina Hilary. Niaje Brenda? So Hilary alikuwa na Brenda anakumiss. Alikuwa anaita yai lakini unaona kama ingekuwa kuoa ati kijana mdogo anaoa dem big. Mimi ningeoa ule dem. Kwa hivyo wewe alikuwa mali. Brenda wewe ni size yangu. Mimi ni mbigi. Ule alikuwa mali. Na alikuwa anadunga. Bro, unaona zile vitu sisi tulikuwa tunaona kwa video za ngoma ndio yeye alikuwa anavaa. Yaani anadunga. Zile mshipi bigi kaskat kafupi hivi kia inaitwa ngaje? Sijui tennis skirt ya hiyo enzi. Cheering squad. Akavaa pumps. Cheerleader. Zinaitwa pumps. Si enzi yetu tunaita pumps. Makonkong. Mangoloba. Unasema Brenda alikuwa anadunga mpaka unaweza muita kisu. Wala. Alikuwa na pierce through my heart. Brenda alikuwa painting na ilikuwa ile enzi na apige makeup. Alikuwa kishachukua kale ka eye pencil achore hapa. Mascara. Inaitwa mascara. Achore hapa. Eye pencil si ni ya eye. Wewe kwa unachora mdomo hiyo mouse pencil. Suzuri anachora hiyo pencil. Mimi sijui bora inachora hapa black. Hapa alafu na hapa. Alafu hapa chape ka valon. Hata mimi na hapa manzi. Ka Vaseline. Na hapa lazima nitafute Brenda. Alafu afunge kakitamba style fulani. Oh my G. Kuisha. Aja Brenda alikuwa anatumaliza. Imagine at that age mtu ashajua kujirembesha. Sasa angekuwa sahi. Angekuwa ni Gen Z sahi. TikTok ni nini? Najua uko unangangana lakini ungekuwa sahi mali yako. Lakini ni sawa tu. Brenda jua ulikuwa unanimaliza. Just to know that. Brenda the finisher. Unacheki but fashion the more inaenda ki advance the more vitu zina change. Sasa hii unaona venye ulikuwa unasema last time mtu anaweza funga tu kwa kitambaa na ako sawa. But mimi naweza sema since time pia inaenda ikisonga vitu zina change. Tuna embrace change. Tu embrace change. But zingine hata tukiembrace man. Just hizi watu watembea bila ngodha na ana feel tu sawa in the name of kansa. But sasa kuna ile enzi dema angetoka bila baika. Sasa kuna kitu tuongelei nani? Randy. Madem kunyoa box. Unapata nywele imenyolewa box hivi. Anakaa mkamba ametoka South Africa. Nakwambia kuna mdem alikuwaga ananyoanga hivi mwenye akuaga msupu. Na maboy sasa wakaingilia. Ni nani walianza kunyoa box? Madem ama maboy? Sasa si okay literally maboy ndio walikuwa wananyoa. Maboy alikuwa ananyoanga ilikuwa inaitwa punk. Kupigia hapa. Oh by the way. Alafu ukinyoa hivi lazima walking style. Kuna tuka style fulani. Alafu watu hawajui vitu zinafaa kufanya unyoe hivyo. Bana mtu ako na kichwa round ananyoa punk. Unanyoa box kwa kichwa round. Anyway kitu moja na fashion hata sahi hata kama wao wana modernize inakaa ku-advance but tunaona vitu nyingi wao wanavaa sahi zilikuwa back then. So watu wana repeat. Sahi we are in a generation that people are not creative anymore. We are just going back. Wacheni ujinga bwana. Be creative. Tutafuteni design ya kuvaa. Vaa hata nywele kwa mgongo. Manze vaa kitu yani ukiangalia jo ma Converse zilivaliwa back then. Alafu ulikuwa na get gangs. Indio gang yangu. Kuna hudu fulani walikuwa wanavaa style fulani. Unapata ukienda Jerry wanavaa design fulani. Ukienda namba 8 wanavaa design fulani. Kuna time sasa sisi when growing up madingo wote walikuwa wanavaa kaunda suit. Ukiwa tu na kaunda suit wewe ni dingo. Na sisemi ati kuna mtu anavaanga kaunda suit mahali hapa kwa hii country. Ni hizo. Jamani Subaru isikuja hapa chini. Anyway ladies and gentlemen. Them days tuko ndani ya Metro Buzz Studios. And msisahau jo candle zetu bado tunaendelea kuziuza bana jo. Jo msiendelea kubook namba hii. Nunua candle bana. And big up to producer Lagat wewe. Yeah. Tunakutambua jamaa moja wa nguvu sana. Scented candles for you.
Bei ni ya mwananchi wa kawaida. Wacha nisome message nimetumiwa hapa. Hii ni private. Till next time.